Rais William Samoei Ruto. Asanteni sana, tafadhali tuketi. Thank you very much. Our good friend and brother, Lyndon, Buckingham, and your dear wife, Browning, on behalf of the government and people of Kenya, let me take this opportunity. I know many have already extended a warm welcome to you, but let me join them in welcoming you to Kenya. Karibu sana. My good friend Daniel and Ann Kiama, the leadership of Salvation Army in Kenya, let me also take this opportunity to thank you for welcoming us to join in this great celebration of 100 years of great work done by the Salvation Army in Kenya. On behalf of many Kenyans who are beneficiaries of the generosity, of the good work, of the service of the Salvation Army, allow me to say a very big thank you and to wish you well as the Salvation Army family in Kenya, and that you have the support of the government of Kenya as you do what you do in our country. Narudia tena kusema asante sana kwa wana Salvation Army wote. Ninyi mumekuwa kielelezo kizuri katika taifa letu. Mumefanya kazi ya kujitolea. Mumefanya kazi ya imani. Mumechangia sehemu kubwa kwa masomo ya watoto wetu, kwa kueneza neno la Mungu, na hasa kwa huduma kwa wale ambao wako na mahitaji makubwa, wakiwemo watu walemavu. Mimi nasema kwa niaba ya serikali ya Kenya, asanteni sana. And because you have demonstrated service to humanity, it is my prayer that God, in His special way, will bless this great church so that you can continue doing the good and great work that you have been doing in our country. As I have said, I want to assure you of the partnership and friendship of the government of Kenya, and that together we will walk this journey of serving humanity as we serve God. Asanteni sana. Let me also appreciate the word of God that has been preached to us this morning. Tumefurahi sana. You have spoken to our hearts that we are a chosen people, a holy priesthood, set aside by God for His service. Na sote tujue ya kwamba kama Wakristo, kama watu wanaomcha Mungu, and I want to tell you, our friend General Buckingham, that we are, as Kenya, we are unapologetic and unashamed about being a God-fearing nation. We believe in God, and we believe that it is in God's defined and divine intention for Kenya to be a great nation. And we will work together as a people in unity
as you lead a Salvation Army with your salute of unity. And I want to say to you, that salute speaks volumes to us as a people, that united we will overcome our challenges and together we will succeed as a people. It is not normal and easy to use these grounds of Ulinzi Sports Complex because it is a military place. But when the people manning this place were informed that it is not any other group of people, it is the Salvation Army. It was very easy to admit you into these grounds and to use these grounds to celebrate the 100 years. Because in your ranks are majors and generals and colonels and superintendents. And it is easy to relate with the army. So karibuni sana katika uwanja huu. Lakini pia nataka niwaeleze kama ndugu wa Kenya kwamba kwa yale majukumu Mungu amewapatia na nafasi ya utumishi mlio nao, na sote tukiungana kama wa Kenya, sote tuliobarikiwa kwa njia moja ama nyingine. Kati ya watu wengi Kenya, kuna wale wako na kazi, wako na biashara, wako na huduma, wako na ni watu waumini wa madhehebu zetu mbalimbali. Sote tujue ya kwamba Mathayo 25:35 mpaka 46 inasema kuna siku tutasimama mbele ya Mungu. Na pale tukisimama mbele ya Mungu tutapata nafasi ya kujieleza ni nini tulifanya katika dunia hii. Na mimi nataka niwaulize, kwa sababu ukisoma hiyo taarifa inasema kutakuwa na watu vikundi viwili, upande mmoja wa kushoto na upande mwingine wa kulia. Na kuna watu wataulizwa, nyinyi mulikuwa na nafasi, ulikuwa na kazi, ulikuwa na biashara, ulikuwa na uwezo, lakini nilikuwa na njaa, haukunipa chakula. Nilikuwa na baridi, haukunivisha nguo. Nilikuwa mgonjwa, haukunitembelea. Hata itaongezeka, nilikuwa sina kazi, lakini haukujali. Ndio mimi nawauliza wa Kenya, katika madhabahu haya, huyu Jenerali Buckingham akiwa pamoja na sisi, tujue ya kwamba kuna wakati tutasimama mbele ya Mungu. Na ndio sababu mimi nawauliza ndugu wa Kenya, tulienda hapa Nyayo Stadium tukaomba Mungu atupe mvua, Mungu akatupatia mvua. Mwaka huu tena tayari tumeambiwa ya kwamba Mungu tena ametubarikia, tutakuwa na mvua ya kutosha mwaka huu. Na kwa sababu hiyo tumeweka mpango mkubwa kama serikali ya kuzalisha chakula Kenya
ndio wakati tukisimama mbele ya Mungu, kwa sababu kuna watu wengi hawana chakula ya kutosha Kenya. Kuna wale hata katika ukumbi huu muko na nafasi, muko na shamba, muko na uwezo wa kuzalisha chakula katika taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza nyote, wa Kenya wote, tumefanya mpango kama serikali, tuko na mbegu, tuko na mbolea na tayari tuko na mpango ya kutosha. Na wauliza nyinyi kama Wakristo na Wakenya wengine, tupande chakula katika taifa letu la Kenya, tuweze kuondoa njaa na tuweze kusimama mbele ya Mungu kwamba tulifanya jambo ndio wengine wapate chakula, wasilale njaa. Wengi wananiuliza saa zingine, wewe unatusumbua sana na mambo ya housing. Wananiuliza, kwani nani alikuambia tunahitaji manyumba? Nataka niwapeleke hapo kwa Mathayo 25. Neno la Mungu linasema, si ndio? Hatukukuwa na makao na haukutusaidia. Mimi sitaki kusimama mbele ya Mungu niulizwe. Na nyinyi pia mulio na nafasi, tuko na ndugu zetu wengi wanaishi katika vitongoji duni, mahali kunaitwa slums. Na ni jukumu letu, wewe ulio na ajira, wewe ulio na biashara, wewe ulio na uwezo, tuweze kuchangia katika ile levy ambayo itatusaidia Wakenya ambao hawana makao wapate makao. Ndio tukisimama mbele ya Mungu tuweze kusema, sisi ambao tulipata nafasi tulichangia katika kuwapa Wakenya wengine makao bure. Mambo yatakuwa mbele ya Mungu magumu sana. Na mimi nataka niwaombe tushirikiane katika harakati hiyo, ndio tuweze kusaidia kuhakikisha ya kwamba tuko na makao na tuokoe wananchi wetu. Ya mwisho, tuko na vijana wengi katika taifa letu la Kenya. Hata wale mmeketi katika ukumbi huu, katika manyumba yenu kuna vijana wamemaliza shule, wako na certificate, diploma, degree, hata wengine, lakini hawana kazi. Na ndio sababu tumesema kwa mara ya kwanza tunataka tuwe na mpango kama serikali ya ajira ya vijana, kupitia kwa housing, kupitia kwa export of labor, kupitia kwa digital jobs, kupitia kwa KIPES na special economic zones na markets, to expand mambo yetu ya manufacturing, ndio vijana wa taifa letu la Kenya wapate ajira. Vijana wetu wasisome alafu wakaangaika madukani ama mijijini ama mitaani, kwa sababu hawa vijana ni rasilimali yetu. Na ndio sababu hiyo na wauliza Wakenya wote, tuungane, tushirikiane, kwa sababu tukifanya haya mambo kwa pamoja, nchi yetu itakuwa ni nchi ambayo itahakikisha ya kwamba hakuna Mkenya anawachwa nyuma, na tutafanya mapenzi ya Mungu. Tutaweza kusimama mbele ya Mungu na kusema tulifanya jambo watoto wetu wapate ajira, tulifanya jambo tukatengeneza makao, tulifanya jambo tukawa na matibabu, na tulifanya jambo Kenya ikawa na chakula, na tukasonga mbele kama watu wa nchi moja. As Christians, I want to urge you, you occupy a special place in God's plan. As people who believe in God from different religions, we have a special place in doing that which is God's plan for our nation. And we must look and seek out ni mapenzi ya Mungu gani, ndio tuweze sote tuungane na kutimiza mapenzi ya Mungu kwa ajili ya taifa letu la Kenya.
Mwisho, ni kweli nilikuwa nimepata maombi ya kukutana na viongozi wenu Jumatano. Lakini Jumatano nilikuwa na mkutano mkubwa kule UNEP. Viongozi wa kutoka nchi tofauti tofauti walikuwa pale. Watu karibu 7,000 wa kutoka nchi 165 duniani kote walikuwa pale. Sikupata nafasi, lakini nilijua tutakutana leo, kwa sababu katika mpango yangu nilijua nitakuja hapa kanisani, na kwa sababu mimi pia naamini Mungu na ninaamini Roho Mtakatifu. Tayari amenijulisha yale mambo hawa viongozi wenu walikuwa waje wanieleze. Na si mnajua pia mimi ni rais wa Kenya, na niko na maneno mingi ya kuelewa. Asoma barua ikiwa ndani ya bahasha. Kwa hivyo nitapata nafasi kesho, kabla hawa ndugu wajaondoka, niweze kuzungumza pamoja na wao, ndio tuelewane vile tutasonga mbele pamoja. Lakini kwa sababu tayari mimi naelewa ni nini wanakuja kuniuliza, tayari nishakubali ya kwamba nitatoa shilingi milioni 50 kusaidia ile kazi ambayo walikuwa wanakujia. Kama itazidi hapo watanieleza kesho. Lakini ndugu watu, viongozi wa Kristo wa Salvation Army, tunawapenda sana. Tunawatakia baraka ya Mungu. Asanteni sana kwa kutukaribisha, na Mungu awabariki siku zote. Thank you very much.